Hujambo, hello everyone. My name is Anissa and welcome to Learn Swahili. Let's get started. Kuenea kwa Kiswahili. Kilieneaje Afrika? Kiswahili hakikubaki tu pwani, kilienea hadi maeneo ya ndani ya Afrika kwa muda. Katika karne ya 18 na 19, biashara ilikuwa sababu kubwa ya kuenea kwa Kiswahili. Wanabiashara walisafiri kutoka pwani hadi maeneo ya ndani ya Tanzania, Kenya, Uganda na hata sehemu za Democratic Republic of the Congo. Moja ya vitu muhimu vya utamaduni wa Kiswahili ilikuwa Zanzibar. Kutoka hapo wanabiashara walisafiri umbali mrefu wakibeba bidhaa kama pembe za ndovu, viungo na vitambaa. Walipokuwa wakisafiri walitumia Kiswahili kuwasiliana na jamii mbalimbali. Kwa sababu watu wa makabila tofauti walizungumza lugha tofauti, Kiswahili kilikuwa lugha ya pamoja ambayo kila mtu angeweza kuelewa. Picha ya kwanza inatuonyesha vyumba vya saa hizi, lakini picha ya pili inatuonyesha ghorofa vya zamani. Ukitembelea kama maeneo kama ya Mombasa, sehemu inaitwa Fort Jesus, utaona ghorofa, utaona utamaduni wa Kiswahili, Waswahili, utapata kama vitu kama vitenge, vitu vya zamani sana, yaani utapata kama visilaha vya zamani na utajifunza vitu vingi sana. Haya, tunaendelea. Baadaye wakati wa ukoloni nchini kama Germany United Kingdom zilisaidia kueneza Kiswahili zaidi kwa kukitumia katika shule, ofisi za serikali, biashara na mawasiliano. Hii ilifanya Kiswahili kuwa na nguvu zaidi na kuenea sana. Leo Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 1 katika Afrika Mashariki na Kati. Wazo kuu. Kiswahili kilienea kwa sababu kilikuwa rahisi, muhimu na kiliunganisha watu wa tamaduni tofauti.
maswali kwa wanafunzi. Unadhani Kiswahili kingekuwa maarufu hivi leo bila biashara? Kwa nini? Write your answer in the comment section. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video. If you want English translation, this is English translation. Ukiwa na swali yoyote, tafadhali usisite kuuliza. Kwaheri, tutaonana baadaye.